basi ilivyokuwa waislamu wako mbali na Qur'ani, kwa hakika maulamaa katika moja ya kazi kubwa zenye kutokezea duniani katika vipindi tofauti ni hili jambo lilozuka la madhehebu haya kishia kuanza kujitangazia na kuanza kuwavuta wanavyuoni wa kisunni wa ahli sunna wal jamaa wawafanyie kazi hizo. Maana wao wenyewe hawawezi kusimama jaharabishugi pahala hivi kadamu nasi wakatangazia mambo haya, hawawezi. Labda wapate wanavyuoni wa kisuni wawagombanishe wao kwa wao, wagombane wasifahamiane, na watu wanafanya kazi hizo kwa sababu ya kupata kusabilisha watu njazi na uongo, watu njazi na wauma. Ziki inamfanya mtu mpaka itikadi yake ya dini iharibu, yuko tayari hivi mtu macho kayatoa. Mwanzo wake mtu alikuwa ni katika ahli sunna wal jamaa, anaonekana msemaji mzuri, ilmu nzuri, anafisidi mara moja. Unashangaa kumkuta mtu keshabadilika kabisa, anatunga vitabu kwa na maswahaba kuzungumza mambo yasiyofaa, alimradi anakwenda kuwa katika batil. Yeye mwenyewe anajua kama ni katika batil. Simtaji mtu kwa jina lake. Wakati wa mara ya mwanzo ananijia mtu mimi kunifanyia kampeni, mimi nafsi yangu amechukua dhamana mtu kutokea Kenya, anasema fulani ni wangu mie mwenyewe na yuko mkononi mwangu. Mashia wanawaambia kwamba tukimkata huyu basi Unguja tunaiteketeza mara moja. Anasema huyu yu mkononi mwangu. Na kweli kipindi hicho rafiki yangu sana mimi, tunaandikiana, tunapeana vitabu, tuna hivi na hivi na hivi, tunabadilishana mawazo barabara. Je, kitafuta zaka unacho? Sina, basi nitakuletea mie. Akaja kunifanyia kampeni. Aliyenijia nyumbani kwangu ilikuwa si mtu ambaye nazungumza naye vizuri, katumwa na kwamba fulani yuko msikiti wa Mwembe Tanga anakusubiri sasa hivi. Alionijia shakufa sasa marehemu, lakini nilishangaa kwa nini kanijia yeye. Kapoteza wakati sasa tunamtoka, ananiambia kwamba fulani yuko msikiti wa Mwembe Tanga anakusubiri sasa hivi. Wala mnakwenda. Nikaenda. Baada ya kufika tu, kwanza kabla hajaanza kusema nikamwambia rafiki yangu, hapa sasa hivi Unguja pashaingia uvumi mkubwa. Uvumi wenyewe ni kwamba wewe unaambiwa ushakuwa Shia, na hii safari yako umekuja hapa kuja kuharibu vijana wa Kiunguja, watu ahli sunna wal jamaa, kuwatumbukiza kwenye ushia. Pale kwa hakika nilivuruga malengo yote yalokuja nayo. Ikabidi nimbabaishe sana. Akakataa, mimi si mshia, bali mimi ninasoma katika ushia na watu wananifanyia papara kunivamia. Nimekwenda mimi kusoma mambo tu kule, hawanielewi watu na hivi na hivi. Sinshia. Haikufika hata miezi mitatu hivi baadaye ninaona vitabu vyake vinakuja vya kutukana maswahaba. Mwanzo alikataa kabisa mbele yangu. Hatimaye sasa tayari amekusha jitangazia yeye ni mshia hasa na yuko katika vita, amesimama katika line ya vita. Na kila akija hapa huchukua kikundi kikubwa, na pahala palipokamiwa zaidi ni msikitini kwangu mimi. Mahala ninapotoka mimi imekuwa ni mahala mlimokamiwa zaidi, na kweli limetoka pande kubwa ndani ya msikiti, kweli kabisa. Wengine baada ya kuzungumza kidogo mimi mambo haya wamerejea nyuma, lakini wengine bado wamebakia na njaa na wasumbua. Kule upewa mtu donge nono la pesa kafanyie biashara hizi, nenda tu nenda. Milioni 1, milioni 2, nenda. Ukiweza kurejesha, ukuweza basi nenda kafanyie biashara. Maskini watu njaa na wauma wanakwenda. Imekwenda siku ile alishtuka kwamba mimi ndo nitakuwa sipatikani kweli jamaa. Mara ya pili anakuja ujumbe rasmi, baadhi ya wale waliokuwa wanafunzi wangu msikitini ambao tayari washakuwa katika mamlaka yake kabla yake, akawatuma, mwambieni fulani kwamba mimi nimekuja na mnataka kuonana naye hadha. Hii mara ya pili sasa.
mimi nikamjibu huyo aliotumwa, nikamwambia mwambie fulani kwamba mimi kwa sasa hatuna mkutano mimi na yeye, amekusha badilika kwenye itikadi na mimi niko pala pengine. Mjibu waziwazi, wewe ni mjumbe huwawi, mjibu aliyekutuma ya kwamba mimi siye, na asiwe na haja kuonana na mimi kwa sababu sasa amebadilika kabisa katika itikadi. Akaamua kupita mwenyewe. Wakati ule mimi niko dukani kwangu pale Mkunazini Empire, niko pale anapita na nyuma yake wanamfuata maagent wa Shia wenyewe, nyuma yake wanamfuata. Kufika pale ananiambia hii ni mara ya 7 napita hapa na kutafuta na kwamba sijakuona. Nikamwambia sasa tayari tushaonana. Naam, unasemaje? Basi nakuuliza hali tuje, hujambo? Siku nyingine tukonana. Basi jambo mzima sana. Nini zaidi hapo? Basi ni hali tu. Akaondoka. Kuanzia hapo tena basi nadhani kule kenda kajibu kwamba kuna baadhi ya watu bwana vichwa ngumu, sijui wamekunywa maji gani ya jazba ya hiyo sunna. Kuna watu laini wanapatikana, lakini kuna baadhi ya watu washakunywa maji mabaya, sijui ijaza gani wamemnywisha yule mashehe zake waliomsomesha, sijui kitu gani kanywa. Kwa yule nimesalim amri, nimekuisha tupa kalamu chini kila kitu, yule hawezi kupatikana kabisa, hawezi kupatikana. Basi Unguja sasa itakuwa tabu kufanyika hii, haifanyiki. Maana sisi tunahitajia mtu msemaji sana, mtu ambaye anakubalika na watu, kusikilizwa watu wengi, akitoa kitu mdomoni kwake kama sumu. Huyu ndo sisi tukimpata na kuwatajia. Nikabahatika katika 4th anniversary ya celebration ya siku ya mapinduzi katika Irani, na asili ya kubahatika kwenda katika ziara hii, wanafunzi wa chuo kikuu Dar es Salaam, Msaudi Muslim Students of University of Dar es Salaam, wao mimi na wao tunafanya kazi vizuri, wananitambua kama ni mwalimu wao. Walipopata mwaliko ule wakasema kwamba sisi itabidi fulani twende naye, tukiwa naye pamoja anatusaidia na hivi na hivi. Ulipokuja mwaliko ule ukasema, nikaambia haya twendeni, lakini jamani safari hii kwa mmekubali na kujua kule mnakwenda, haya twendeni. Tukaenda kule sisi, tumekwenda zetu kule. Nikawaambia huku hamtokuta programu yoyote ya ibada, kwa sababu ibada haimo kabisa katika mambo yao hao jamaa. Hamtokuta hapa kipindi cha sala wala kuadhiniwa, hamtakula chochote hapa. Itabidi mfuate programu zao namna wanavyotaka, na hapa lengo ni kununuliwa watu wa Kisuni. Yale yote wakasadikisha kweli. Kivumbi kinakuja usiku mmoja, usiku wa manane, wakati nikiwemo katika Hyatt Hotel. Hotel hiyo mwanzo wake ilikuwa ni hoteli kubwa mno aliyomiliki Shah alikuwa akitumia fiski kubwa sana kwenye hoteli hiyo. Hoteli kubwa inaitwa Hyatt Hotel. Huko mle na mwenzangu mmoja ninakaa naye chumba kimoja, hata ni mjeja, na baadhi ya watu Ramadhani kidao tunapatana pamoja pale. Akaja mtu mmoja pale chumbani usiku wa manane. Sasa anafanya kampeni ya ana kwa ana, maana wanahisi kwamba wanachelewa. Sasa ananiambia direct, Nasor, kama utakubali kubaki Irani, na kuhakikishia kwamba hivi vilemba vyeusi wanavyovaa jamaa hawa lazima utavaa wewe. Maana kuna tabaka kule, kuna vilemba vyeupe na vyeusi. Vile vyeusi vile ni moja kwa moja descendant kwa mtume vile, wale ndo wenyewe hasa Mashia makwekwe, na wale vyeupe ni watu mbalimbali. Wananambia kama utabaki Irani uifanye kazi hapa, maana hawa wanamhitaji mtu msemaji sana hapa. Kadiri mtu msemaji mzuri ndivyo wanapokubalika. Hivyo kaambia kwa hakika kwa hilo la kwangu halipatikani. Bwana wewe na maslahi yako bwana yatategemea vizuri bwana. Hawa jamaa bwana wewe utakuwa well paid, usifanye mchezo bwana. Hii ni fursa unaiwachia. Nikaambia kwa hilo mimi kupoteza itikadi yangu abadan, na sitaweza kabisa kuifanya kazi upande huo, bali kama nitafanya kazi against upande huo na niko tayari. Sasa siku ya mwisho ya kuondoka, kuna fomu maalum zimetengenezwa.
fomu hizi atakiwa mtu ajaze. Ndiyo maana mkawa mnawaona baadhi ya maulamaa kwenye gazeti ya Kiswahili ya Sauti ya Umma ile, mkawa mnawaona baadhi ya watu watoa picha zao mle na kueleza na sifa za Irani na hivi na hivi na hivi na hivi. Hawezi mtu kuona sura yangu kwenye magazeti yale. Limadha? Kwa sababu kwenye fomu zilizoletwa kuna kipengele ujaze. Katika vipengele na kuvikumbuka kikubwa zaidi hicho, nani unamhisi anafaa kuwa kiongozi wa Waislamu duniani hivi sasa? Ile kipengele kimewekwa wazi wazi, wewe kwa kuyaona ulioyaona kule, bila shaka pale utajaza kiongozi anaweza kuwa Waislamu sasa hivi ni Imam Khomeini, ukatili wa haiba. Mimi nimejaza yoyote anaweza kuwa kiongozi wa Waislamu kutokana na uadilifu wake na ukweli wake na ilmu yake ambaye amekubalika na Waislamu wenyewe, isipokuwa huyu Khomeini afai, kwa sababu anaabudiwa na yeye mwenyewe. Wallahi amekubali kuabudiwa. Hii nimeona kwa macho yangu namna anavyoabudiwa, hasa ibada. Watilia mbali mbele yake yeye yuko hai, picha lake linawekwa asubuhi kubwa, kutoka pale huko ndani mpaka chini nafika. Watu wanakwenda asubuhi wanapiga magoti pale na wanakaa kitako kama unavyokaa baina sajidataini, picha liko mbele yako pale. Na katika misikiti mingi kwenye mihrabu mbele huko liko picha lake kubwa. Binafsi swala ukiswalia unamwelekea yeye. Nikajaza kwamba yoyote anaweza kuwa kiongozi wa Kiislamu isipokuwa fulani hawezi kuwa kiongozi. Hii kwa hakika ilifanya kujulikana yeye. طوبى لكم أيها الغرباء وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في زمن نكست فيه المفاهيم البشرية وأصبحت المعصية حرية شخصية سفك فيه التوحيد